Ni muhimu sana kujua nini vinavyoweza kukupelekea kupata kiharusi. Sasa kabla sijaenda nini kinachoweza kukupelekea kupata kiharusi, dalili zingine ambazo wagonjwa wanaweza kuja nazo ni kusikia kichefuchefu, kutapika, wanakuwa wamechoka kupitiliza, kichwa kinauma sana, na naomba kusisitiza sio hiki kichwa cha kawaida. Wagonjwa hawa stroke huwa kichwa kinauma sana, na baadhi ya wagonjwa tunaona ndugu wanakuwa wanaona wanazungumza vitu ambavyo havieleweki, au ghafla tu amekasirika na kadhalika. Kwa hiyo ni muhimu sana hizi dalili, ndugu jamaa mliokuwa karibu ya mgonjwa, mkianza kuona hivi viashiria vinaelekea kupelekea kwamba mgonjwa wako amepata kiharusi. Sasa labda nini ukubwa wa hili tatizo? Ni zaidi ya watu milioni 100 duniani sasa hivi wanaishi na huu ugonjwa wa kiharusi. Na bahati mbaya hii miaka 30 iliyopita, unaweza kuona kwenye mwaka 90 tulikuwa na wagonjwa milioni 54 tu. Kuja mwaka 2019 namba ile imekwenda mara 2 ya ile. Zaidi ya wagonjwa milioni 100 walikuwa tayari wana kiharusi. Sasa kinachotia wasiwasi kikubwa kwetu sisi, 89% ya wagonjwa wa stroke wako kwenye nchi zetu zinazoendelea na hizi zenye income ya katikati. Ukiangalia Afrika, zaidi ya watu milioni 15 wana kiharusi. Sasa nini sababu kubwa? Mtazielezea huko mbele, lakini inachokuonyesha kutoka mwaka 99 mpaka tulipokuja kufikia 16, na kila mtu wa 4 unayekutana naye anakuwa na tatizo la kiharusi, aina yoyote katika zile 3 nilizozionyesha. Na kitu kinacho strike kikubwa katika tafiti zetu sasa hivi, zamani ilikuwa ukisikia mtu anapata stroke ilikuwa ni watu wazima miaka 70 kuendelea. Bahati mbaya sasa hivi 63% ya wanaopata kiharusi wana umri chini ya miaka 60. Kwa ina maana kimeshift kutoka kule kwa watu wazima kimekuja, na sababu nitazitoa kwenye slide zangu za mbele hapa. Sasa naomba kulielezea kwa kina zaidi. Tulisema kiharusi sasa hivi kimebadilika sana ukilinganisha na miaka 30 iliyopita. Kwa wenzetu kule ilikuwa wanapata kuanzia miaka 70 kuendelea, huku sisi ilikuwa kuanzia miaka 60 kuendelea, na hizo namba zinatofautiana kwa sababu ya urefu wa maisha. Maisha yetu tukichukulia Tanzania kwa data tulizokuwa nazo sasa hivi, nafikiri kina mama ni miaka 62 na kina baba ni 54. Lakini ukiangalia sasa nini kilichotokea miaka karibuni, kiharusi kimekuwa zaidi, kimeshuka kwenye umri kinaowashambulia. Naomba tutizame hii slide. Upande huu wa kushoto ni kina baba na upande huu wa kulia ni kina mama. Utatizama kuanzia umri wa miaka 18, ili grupu la kwanza, miaka 18 mpaka 34, miaka 34 mpaka 48, 44 na miaka 45 mpaka miaka 54. Huu ni upande wa kina baba, na upande wa kina mama hivyo hivyo. Sasa hizi rangi nini zinazoashiria? Magonjwa ambayo yanaweza kukupelekea wewe kupata kiharusi. Na utaona rangi ya blue kwa kina baba na kwa kina mama, ili ni shinikizo la juu la damu, high blood pressure. Ni riski ya kwanza ya kukupelekea wewe kuweza kupata kiharusi. Ukitizama hii rangi nyekundu, hawa ni wale wagonjwa ambao mafuta yamezidi mwilini, tunaita dyslipidemia kwa lugha ya kitaalamu. Ukitizama sababu ya 3, hii ya kijani, hawa ni wale wagonjwa ambao wana kisukari, ambao inawaongezea risk ya kuishia kupata kiharusi. Na ukitizama hii rangi ya papo,
ni watu wanaovuta sigara kwa wingi, na ya mwisho kabisa hii ya blue ni wale watu wenye uzito mkubwa kupitiliza au obesity. Kwa hizi ni risk factor 5 kubwa, lakini nitazieleza kwa kina kwenye slide yangu inayofuatia. Sasa hizi ndio sababu kubwa duniani au risk factor kubwa duniani. Mgonjwa akiwa na kiharusi, sisi hospitali lazima tuulize moja hizi sababu, kwa sababu ndio zinaopelekea watu kupata ugonjwa wa kiharusi. Na utaona ya kwanza kama tulivyoonyesha kule kwenye graph ni shinikizo la juu la damu, high blood pressure, ulaji wa vyakula ambavyo sio sahihi sana, venye wanga mwingi, venye sukari nyingi. Na nazungumzia hapa sio watu wanakatazwa kula vyakula, lakini tunashauri sana kula kwa wastani, kwa sababu vinapozidi mwili, nilisema kwenye slide podcast zetu zilizopita kule kwamba mwili hauwezi kutunza wanga na hauwezi kutunza sukari. Unaibadilisha, unaiweka kwenye mafuta na kwenda kunani mbalimbali. Uzito uliokithiri, wagonjwa wa kisukari, unywaji wa pombe uliokithiri, uvutaji sigara uliokithiri, magonjwa ya figo, kutofanya mazoezi au kutokuwa active. Kwenye mkusanyiko mkubwa kuna kitu kinaitwa pollution, na hivi navyo vinapelekea. Na hapa ningependa kuielezea hii kidogo kwa kina. Pale tunapozaliwa, mishipa yetu ya damu inakuwa uko mzuri kabisa, uko round, umezunguka, hauna tatizo, damu inapita vizuri. Sasa kwa sababu ya lifestyle yetu kubadilika, na ulaji usiokuwa sahihi sana, mafuta hii njano ni mafuta yanaanza kidogo kidogo tu, yanafikia hatua yanakuwa mengi. Sasa unaweza kulinganisha mzunguko huu hapa wa damu unapita vizuri kabisa, huu umekuwa mdogo, ndo watu wanapoishia na kiharusi, au ikikuwa kwenye moyo wanapata mshtuko wa moyo, heart attack, na hapa imeziba zaidi. Kwa hiyo utaona kwa sababu mwili ukishakuwa na mafuta mengi ni lazima ukatafute mahali pa kuweza kujiziba. Na nafikiri huko siku za usoni tutakuja kutoa somo lingine. Kuwa mwembamba hakuashirii kwamba wewe huna mafuta. Kuna kitu kinaitwa kwa Kiingereza huko thin but fat, nitakuja kulitolea somo. Kwa hiyo mafuta yanaenda kukusanyika sehemu mbalimbali, sio lazima kwenye kitambi, kwenye mishipa ya damu, na hii inaweza kukupelekea kwa somo la leo ukapata kiharusi au ukapata mshtuko wa moyo, heart attack. Naomba nimalizie kwa kukumbushia tena kwamba chochote tunachokula kina vitu viwili tu. Either kwenda kukusaidia kuongeza nguvu yako ya mwili na kupigana na wadudu wowote au maradhi yote utakayoweza kupata, au kwenda kuwajenga wale wadudu ili uendelee kuumwa zaidi. Ikiwa una maswali zaidi kuhusu jinsi ya kutunza afya yako au unahitaji ushauri wa kitaalamu, tuandikie katika comment section na endelea kufuatilia akaunti zetu za mitandao ya kijamii ili upate elimu zaidi na ushauri kila siku kupitia simu yako. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na elimu hizi zenye lengo la kukuhabarisha na kukuelimisha juu ya masuala muhimu ya kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya. Hii ni TNA. TNA. Stay informed. Stay healthy.